Mungu ni wa wote na mtume ni mtume wa wote, na kama sisi ni wafuasi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ni mpaka Mwenyezi Mungu anatueleza kwenye Qur'ani ile hamu aliyokuwa nayo aliposema katika aya, Mwenyezi Mungu asema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufun rahim. Hakika amewajieni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, huyu mtume katokana na nyinyi binadamu mwenzenu, kijana mliyemuona akikulia akiinukia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma anittum, yani kuona nyinyi mwapata tabu huwa ni jambo kubwa kwake. Kila linalowatia nyinyi dhiki basi na kwake pia ni dhiki. Harisun alaykum, ana pupa. Kuwa na pupa ni kulikimbilia jambo na hamu ya kulitaka liwe kwa haraka. Harisun alaykum, juu ya nini? Ili watu waongoke, watu waamini. Bilmu'minina raufur rahim, mwingi wa sikitiko na rahma kwa waumini. Huyu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani alivyokuwa kwa hali hiyo mpaka Mwenyezi Mungu yuamsikitikia, yani kama yuamwambia Muhammad tosha, sasa utajiumiza wewe, watakufanya watu wote waamini. la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi, utajiumiza Muhammad. Kama kumwambia taratibu taratibu, ihurumie nafsi yako. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallam katika kutaka kuongoza watu, salawatu rabbi wasalamu alayhi. Nyinyi muona ilikuwa ni jambo dogo Uislamu ukaenea, kama si ile juhudi na tadhi na watu kujitolea na kufanya juhudi. Tena sio kwamba watu walijitolea wakiwatazama wale wanaowalingania kuwaona ni waovu, walikuwa wakiona wale ndugu zao. Sisi tumeona, wao hawajaona. Sisi tumeafikiwa, wao hawajaafikiwa. Wakawa wanatumia nafsi zao, wanatumia mali, wanatumia juhudi zao. Almuhimu na wale wenzi wao pia na wao waone njia. Na mimi naamini kwamba ikiwa wewe huna kitu kinaitwa rahma, huwezi ukawaita watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kama tuamini kwamba yule Mungu alionifanya mimi saa hii na wewe tuko hapa tusikiliza muhadhara, na yule Ali na Abdallah na Umari, bal hata na yule John na Paulo na nani, wallahi alazim wote wanaweza na wao wakaingia katika njia ile anayoitaka Mwenyezi Mungu siku moja. Kazi ikifanyika itakiwavyo, Mwenyezi Mungu anatia taufiki. Wale wote mnaowaona kule ni binadamu, ni wenzetu. Kwa njia moja au nyingine, inaweza baadhi yao wanajijua wenyewe kwamba sisi hivi tulivyo haturidhiki. Lakini kwa nini wapo vile vile na kwa nini wamebaki kule? Ndio zile changamoto. Muhadhara wetu leo ni kuzungumzia suluhisho katika vijana wa ulimwengu huu wa karne ya 21. Sasa vipi nitazungumza suluhisho la nini? La matatizo gani? Ili nizungumze suluhisho, lazima kwanza muone yale matatizo yaliyoko, na matatizo yale yamesababishwa na changamoto zipi, kisha baadaye ndio tuzungumze suluhisho na la kufanywa ni lipi. Lengo ni moja tu sisi ndugu zangu, lengo ni kurekebishana na kuongozana na kuelimishana na kukumbushana. Hapa hakuna cha kuwa kuna watu wema na wengine ni waovu, wasafi wengine wenye madhambi.
hapa sisi sote twakumbushana. Sina tofauti ya nyinyi mnaonisikiliza na mimi niliyekaa hapa. Ikiwa mwajihisi muna yenu siyajui, na yangu hamuyajui. Pengine kinachowafanya nyinyi muniheshimu ni ile pazia Mungu aliyoiweka ya kuwafanya hamujui nilionayo, na ile mimi kuwaheshimu nyinyi ni ile pazia ambayo ipo ya mimi sijui yale mulionayo. Lakini kila mtu hapa ni sawa na mwenzake. Mwingine ameweza kuwa na nafasi ya kuzungumza mkampa nafasi, mwingine aungulika ataka kusema lakini yeye hajui kusema. Lakini pengine sote hapa kuna watu labda hapa si wazungumzaji hivi wanisikiliza, lakini ana hamu zaidi kuliko mimi hata nilikae hapa naizungumza, ya kutaka kuona vijana wetu wa Lamu wamebadilika na wamekuwa vijana wema, vijana wazuri. Ndugu zangu, sote tutamani kuona jamii ya vijana wetu ipo sawa, wanamtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wameisoma dini yao na wanamfuata mtume wao salawatu rabbi wasalamu alayhi, na wanakuwa na adabu na wazee wao. Haya ni mambo sote tutamani. Kila mzazi amtamania mwanake hali hiyo, kila mwalimu amtamania mwanafunzi wake hali hiyo, wazee tutamani vijana wetu watakuwa katika hali hiyo. Lakini hakuna lifanyikalo ambalo likawa limefanyika tu hakuna sababu. Wale vijana kuwaona kule walipo kuna sababu, na hizo sababu ndizo hizo changamoto. Hizo sababu ni changamoto. Sasa hebu tu vitimbi vyake vinakuwa dhaifu kwa mtu mwenye imani, lakini kuna zile changamoto ambazo zinaendana na wakati. Mimi naamini kuwa kila ulimwengu unaposonga au unapokwenda zake, tukitaka tuweza kusema unapokwenda zake, maana sisi tuko mwisho, basi na mambo yanazidi kuwa mabaya. Lakini kuna changamoto ambazo za wakabili au vijana wetu wakabiliana na hizo changamoto zinazochangia kuwafanya wao hata roho zinapowasuta kwamba rudini kwa Mola wenu, wanaona kuna uzito mkubwa sana. Sasa nisikizeni vizuri, mmoja katika hizo changamoto, nitasema hivyo, mmoja katika changamoto ni hii infitah ya huu ulimwengu. Zamani ulimwengu haukuwa na infitah kama leo, infitah ya kumpa mtoto freedom ya kupita kiasi. Nitawapigia mfano moja tu, utakuwa rahisi kunielewa. Licha ya kuwa mwanadamu atakiwa awe na muraqaba na Mola wake, kwamba anachokifanya ajue kwamba Mungu yuamuona, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yuamshuhudia, ajua anachokifanya, amsikiliza anachokizungumza, ajua anachokidhamiria ndani ya roho. Licha ya kwamba hivyo ndivyo muumini anavyotakiwa awe, lakini pia mazingira tulioishi sisi wakati wetu na wazee wetu, kuna vitu vikituzuia sisi kufanya tunaoweza kuyafanya, kwa sababu unaona kwamba nimezungukwa na wazee wangu, nimezungukwa na mashehe wangu. Kwa hivyo inatakiwa hali ya kipekee mimi kuweza kupata nafasi niweze kufanya yale ambayo nafsi yangu imetaka mimi niyafanye, mengine huwezi kuyafanya. Wewe ukishikwa na hamu ya kuzini mathalan, mpaka uifikie hiyo zinaa, ni kazi kubwa kulingana na mazingira yetu tulipokuwa tunaishi, kazi kubwa sana. Yani mpaka unafika katika unasema a'udhu billahi minash shaitani, yani ili ufike kwenye ile dhambi, zile khatawat zenyewe, unafika mahali nafsi inakwambia we huoni kama Mungu amekuwekea viziwizi? Haya basi a'udhu billahi, basi fanyi tena.
Wakati ulimwengu wa leo ukitaka kulifikia hilo, hupati hivyo viziwizi vya kuifanya nafsi labda ikumbuke ichoke. Unalifikia unalotaka kulifikia kwa just kidole chako tu kugusa mahali pap, upo ulipo. Gira infitah imekuwa ni moja ya sababu ya kuwafanya watoto wetu rahisi kuwa katika hali hii walionayo. Tushike moja peke yake. Infitah hii kubwa leo inaochangiwa na mitandao ya kijamii, yani mtandao kwa ujumla, media. Manake media ilikuja kwa step tadrijia. Zilianza kwanza maredio, zikaja ma TV, kisha baadaye zilikuja madishi, kisha baadaye imekuja internet zikaanza YouTube, kisha baada sasa kuna social media. Mimi naamini kwamba changamoto wanaopambana nao vijana wetu ni kwamba zamani maasia wayatafuta kwa tabu, leo maasia wayamiliki kwenye kiganja chako cha mkono. Leo kila unachokitaka watembea nacho mfukoni mwako. Nataka kufanya dhambi, wakati huo naangalia, namuona mjomba wangu, ustadhi wangu, nani wangu, yani jamii nzima ni walezi wako, sio baba peke yake. Kama nikitoka nyumbani babangu hanioni, nikisimama na msichana wa watu jirani, baba fulani akiniona, habari ishafika kwa baba yangu. Kwa hiyo mimi si mrakibu mzee wangu peke yake. Nikiingia kona hii, ustadhi wangu uko kibandani wanunua muhogo, siwezi kufanya lolote mbele ya ustadhi wangu. Sio kama tumeelewana ndugu zangu Waislamu? Lakini leo ni simu, naweza kuingia choni nikafunga mlango mimi na simu yangu, nenda nitakapo mimi. Sina haja ya kujisumbua mimi kutafuta zawadi wala kuhonga wala pesa. Ninayemtaka mimi ni just niwe na namba yake, naweza kumpata nikazungumza naye na nikamuona na akaniona na tukastarehe na tukamalizana, licha ya baba kuwa na habari. Hata ndugu yangu naelala naye chumba kimoja hana habari na mimi. Nasikiliza vitu kwa earphone zangu, jirani yangu hajui nasikiliza nini. Naona vitu kwenye simu yangu, jirani yangu hawezi kuona natazama nini. Hizi ni katika changamoto ambazo zinawakumba vijana wetu leo, ikasababisha kuwa mbali kwao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ataweza kuvumilia kufikia baadhi ya maasi fulani kwa sababu kuna watu wamemzunguka, lakini ukiwa uko peke yako na simu yako, upiga a'udhu billahi, usitazame yale yanayoletwa kwenye simu kwa mara moja, au kusema kwa lugha ya Kiswahili cha Tanzania, kwa mpigo, huwa huna tena subra ya kuzuia macho yako usitazame. Washawishika macho, washawishika masikio, hatimaye waghurika moyo, na ukajipata wewe dhaifu na umeingia kwenye maasiya, na kanzu zako na ndevu zako na kofia zako na mke wako pengine pia unayo. Hizi ndizo changamoto ambazo twapitia leo. Tulipokuwa twagusia haya masala, mzee wangu mmoja anambia, ungebaki na haya tu leo ukayasherehesha, kwamba hii media tukizungumza kuwa ni changamoto, basi yatosha hii media peke yake kuwa ni changamoto ya kipekee ambayo imeweza kuvunjilia mbali jamii yote kwenye nyanja zote. Majumba leo hayana salama, talaka zimekithiri leo sababu ya social media. Ni mnao habari hiyo? Watu wameachana sababu ya social media. Mwanamke anakuja anakuambia, nimeshika simu ya mume wangu,
na mapicha uchi ya wanawake, na yeye anawatumia wanawake picha zake. Yote haya yamepatikaniwa na mengine yamekuwa ni sababu ya ndoa kuvunjika. Ikiwa ni mashuleni, hizi simu zimewaangusha watoto wengi wakaharibikiwa na masomo yao. Si mbali, ni wiki 4 zilizopita, yani mwezi mmoja uliopita, nimejiwa na kijana mmoja ofisini, anataka nimshauri, nizungumze naye, nimfanyie counseling. Mweza kuniambia huyu kijana, wallahi istaghrabtu, yani alivyoniambia ana shida gani. Anaambia mimi nimehifadhi Qur'an yote na ni imamu msikiti fulani. Subhanallah. Lakini hivi ninavyokuambia ustadhi, mimi nadaiwa na kila mtu. Akanifungulia paka ma message. Sasa mimi nataka kujua sababu nini ya wewe kuingia kwenye madeni haya. Anaambia ni kubeti. Mimi nimekuwa mraibu ustadhi. Ilianzaje? Anaambia mimi na bet, lakini kupitia biashara. Mimi namwambia mtu kuna viatu vinauzwa kwa shilingi 10,000. Na mimi nimeviona vile viatu vinauzwa kwa shilingi 7,000. Tumefahamiana mpaka hapo? 7,000 zile yeye atazitoa wapi za kununua vile viatu ndo aviuze kwa 10,000? Anamwambia yule mwenye kununua, nitumie hizo 7,000 zako, nitumie 7,000 usinikamilishie. Nikisha kukuletea mzigo wako delivery, utanipa zile 3 zilizobaki. Zitakuwa ngapi? 10. Kumbe yeye mpangilio wake zile 7 akitumiwa aingie kwenye kamari. Nasema ustadhi, nikiingia kwenye kamari, nakumbuka kutoka nilivyoanza nimeshinda mara 3, lakini nimekosa zaidi ya 100. Akizitia zile 7 zimekwenda. Sasa yuadaiwa na shilingi 7,000 na mwenye viatu, adaiwa 10,000 na mwenye TV, adaiwa madeni yamemzunguka. Kumbe ni mraibu wa jambo ambalo asili yake ni katika madhambi makubwa, ni haramu. Sasa mimi niwaulize tu nyinyi munao habari kwamba ni vijana wengi leo wako ndani ya jambo hilo la kamari, madhambi makubwa hayo wanayafanya? Mnajua vijana wetu wengi leo wako ndani ya riba kwa kuchukua simu za mikopo yenye maagano ya kwamba kila ukicholewa kulipa inaongezeka. Mnajua hizo habari? Watoto wetu wa kike wanakwenda kuchukua simu za mikopo sababu ulimwengu ni ulimwengu wa social media. Atakuwa amepitwa na wakati kama hatakuwa na account ya TikTok. Hivyo ni lazima TikTok awe na smartphone. Tumeelewana jamani? Yuenda kununua simu ya ghali ili apate baadaye akamilishe. Yani labda ile bei ni mara 3 yake, na kila akishindwa bei inaongezeka. Mtoto wa kike anaingia mitaani kuomba watu pesa ili akomboe simu. Kuna atakayemuomba ampe na kuna atakayeomba atukue advantage. Kama wataka nikupe nikushike kifua, amanzamie, ama afike kuyafanya mengine makubwa ambayo hatutaka kuyazungumza hapa, na watoto wamejazana kwenye msikiti wetu leo ambao labda hawastahiki kamwe kusikiliza habari hizi kwenye misikiti. Najaribu tu Waislamu kuwaeleza zile changamoto ambazo wakabiliana nazo watoto wetu katika ulimwengu huu ambao leo twawaona wamekosa mwelekeo. Na tukitaka kustafuta suluhisho la vijana wetu, mimi nasema ni makosa mno kufungia macho usione hali wanaopitia vijana wetu, uanze tu na kutaka kuwalaumu, wakati wewe uliye ndani ya msikiti. Hiyo dini uliyoshika ni kama vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuja zama mmoja wenu kuishika hiyo dini ni kama kushika kaa la moto.
Kuna wewe unayeswali na bado riba wala. Wewe unayeswali hiyo simu ya mkopo unao wadaiwa na pengine utalipa na riba. Kuna wewe unaoswali na kamari wafanya. Kuna wewe unayeswali na una girlfriend na kutumiana mapicha na mavideo. Kuna wewe unayeswali na una wake labda mmoja, wawili, watatu, wanne na bado una vibada. Yani hizi changamoto kama zimeweza kutufikia sisi sote hapa, pengine na ushehe wetu na uzee wetu na busara zetu, mwataraji kweli changamoto hizi hazitawafikia wale vijana walio nje? Si haki kuchukua uamuzi tu wa kujifanya hatujui kinachoendelea na kuwateremshia mabomu hawa vijana kama kwamba huelewi wewe waishi kwenye ulimwengu gani. Wala kusema hivi hatuwapi tabrir au sababu ya wale vijana kuendelea wanaoyafanya, lakini ni ukweli lazima tuuthibitishe. Hakuna kitu kibaya kama kujidanganya nafsi zetu. Yani twazungumza mambo kama sisi wenyewe hatuamini, au twayanyamazia mambo na twajua yapo. Kama mbuni ana tabia akiingiza kichwa chake huwa hataki kujua kinachoendelea, sio kuwa hajui. Haya mambo yapo. Mmoja tuonyeshe mkono hapa anaambia kwamba yeye wimbi hili halijamwathiri kwenye maisha yake. Kuna mwingine huponea kwa yeye labda hakuwa na hamu, lakini alipata kutumia message na mwanamke ambao si wake, ikasababisha ndoa yake ivunjike na yeye hata hajui. Huko ndio kuponea. Bwana Muhammad, mbona unaiona sima? Naiona bwana, mwanamke alikutumia ile kopa, sio nani yako, na pengine wewe hujuani naye kamwe kutokea. Sasa ikiwa sisi haya ni mambo yatupitia, ni lazima tukae tufikirie kwa pamoja, huu ulimwengu ndio ule. Sampuli za kufanya da'wa ulimwengu wa leo zitafanana na sampuli zilizotumika wakati wa zamani? Changamoto walizopambana nazo vijana wetu ulimwengu ule ndizo changamoto wanazopambana nazo vijana wetu ulimwengu wa leo? Kisha hapo sasa tutafute suluhisho, na ni lazima suluhisho, ikiwa changamoto zimetofautiana, sababu zimetofautiana, zama zimetofautiana, na suluhisho lazima itofautiane. Lazima. Changamoto nyingine ya pili, kama hatuja kwenda katika kueleza suluhisho, changamoto ya pili ya vijana wetu kuwa hivi walivyo leo, mbali na mafundisho ya dini, mbali na anavyotaka au tufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwaona kwamba wamekuwa wagumu, ni nadharia walionayo ya dini waliopewa au funzwa au walioipokea kutoka kwa wote wale waliowafundisha dini. Asli ya dini, vijana wetu wanaitazama dini kama nini? Kama suluhisho ama kama dini yenyewe ni tatizo? Usishangae. Sheikh wanazungumza maneno gani haya? Dini lini itakuwa tatizo? Na wauliza tena, vijana wetu mitazamo yao kuhusu hii dini, wanaitazama dini kama suluhisho ama kama tatizo? Kwa sababu ufahamu siku zote ukiwa ni wa kimakosa kuelewa kitu, natija yake itakuwa ni ya makosa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutaka kurekebisha fahamu za watu kuhusu mitazamo ya dini, nitawaeleza habari mbili. Habari ya kwanza ni wale waliokuja kwenye nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakauliza, huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam tuelezeni ibada zake. Tabaan watauliza watu wa nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam,
Wakaelezwa, tumefanya hivi, tumefanya hivi, akaelezwa. Akasema ikiwa hivi ndivyo anavyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, husali mpaka miguu ikafura usiku, huleta istighfar, husoma kwenye rakaa moja akapiga juzu 3 suratul Baqara nzima. Haya, sisi tuko wapi sisi na haya anayoyafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akili zao sasa zikawatuma kuwa sasa sisi hapa ni dini kufa kupona, bila ya kujali kuwa yale wanaotaka kuyafanya pengine atakuwa ni kinyume na mafundisho, lakini walijiamulia. Hiyo ni nadharia, waliona kuwa wao, nadharia yao iliwatuma kwamba dini siku zote ni lazima wewe ufanye mambo ya kujinyima nafsi yako kila zuri, ndio uweze kuwa sawa na kuwa wima kwa ajili ya kuokoka kesho akhera. Walitoa maamuzi gani watu watatu hawa? Mmoja akasema, mimi sitolala, mimi nitaabudu tu mimi mchana usiku. Mwingine akasema, mimi sitokula, kafunga tu mimi. Tumeelewana jamani? Mwingine akasema, mimi sitooa. Na hakuna alichukua uamuzi wa kufanya moja katika haya ila alikuwa na sababu zake. Yule aliona kama usiku ndio mja huwa karibu na Mungu, kwa nini tulale sisi na mtume wa Mungu halali? Mimi silali. Haya, niambieni nyinyi jamani, maumbile ya mwanadamu yawezekana awe yeye atakesha mchana usiku asilale? Jaribu siku 2 upate kazi hulali, utakuwaje? Mwisho utapelekwa hospitali, utafutiwe dawa na masindano ili upate usingizi, utakuwa mgonjwa. Basi mbona Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi, Mtume hali yake ni nyingine. Mtume akifanya wisal, akiunganisha saumu za siku 2, na masahaba walivyomwambia, mbona wewe wafunga, sisi watukataza? Akasema, mimi si kama nyinyi, mimi hulala, Mungu hunilisha na huninywisha. Swala za usiku kama ni sunna kwa Mtume ni faradhi, qumil layla illa qalila. Pamoja na hivyo, Mtume ikamfikia habari, akasema waiteni. Wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja akaeleza nadharia yake na maamuzi yake. Najaribu kueleza tu ile nadharia hii. Je, Mtume alipowasikiliza kwa hoja hizo aliwasupport na kuwaambia, sasa mmeielewa dini nyinyi, ngangari mpaka kufa, santeni sana, nyinyi ndio waja wema, nyinyi ndio mtoko karibu na mimi, fungeni, hakuna kulala siku, hakuna. Aliwaambia hivyo? Aliwarekebisha, aliwaambia, sikizeni, mimi ni mtume wa Mungu kwanza, kwa hilo tu mimi ni tofauti na nyinyi. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi naleta wahi. Kisha akamwambia, mimi ni mcha Mungu kuwalikoni. Lakini mimi hulala, huamka usiku, lakini pia hulala. Mimi hufunga, lakini pia hula. Na mimi huoa, sio mke, wanawake. Waman raghiba an sunnati falaysa minni, na atakayechukizwa ama chukia mwenendo wangu hawi pamoja nami. Walitaraji jawabu nyingine, wakaipata nyingine. Mtume aliwarekebisha. Nadharia walizokuwa nazo na dini ni potofu, zilikuwa zawapeleka mahali pabaya. Hizi nadharia za kisampuli hii ndizo zile Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba hakuna yoyote atakayefanya tashdid katika hii dini ya Mungu ila dini itamshinda. Tartibuni. Yachukueni mambo kwa utaratibu na upole, msiakaze mambo yakawashinda.
Wamepotea wana wa Israeli kwa sababu ya ghulu. Ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum. Mtume aambia masahaba zake, miongoni mwa walioangamiza waliotangulia katika ahlul kitab walifanya ghulu katika dini. Kwa hiyo kwa ufupi niwafikishe pale ninapotaka kuwafikisha. Changamoto ya vijana ni kwamba waweza kuwa na nadharia potofu yenyewe, sasa ikakufanya wewe kuishika hii dini huwezi. Itakapofikia nadharia yako kuona dini ni tatizo, huwezi kushika dini. Itakapofikia nadharia yako kuona dini ni suluhisho, utaikamata hii dini kama vile anavyotaka Mungu na alivyokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kweli utaionea furaha. Niulize swali kwa njia nyingine ili munielewe. Unaposhika dini waifurahia hii dini mpaka hata anayekuona akuone waenjoy, tastamtia na hii dini, ama waishika dini kwa kuungulika? Kuungulika si lazima unaonyeshe mimi. Wewe mwenyewe ndani ya nafsi yako wajua kama mimi naungulika. Kuungulika ni vipi? Yani umeishika dini, Mola wangu ndio hivyo tupate hiyo pepo, lakini dini nao ngumu, taabu dini. Na kila mmoja wetu akizungumza na nafsi yake analo hili jawabu, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema bali insan ala nafsihi basira walau alqa maadhira. Lakini mtu ataniuliza, kwani ustadhi, hii dini kweli unaweza kuishika kwa raha? Mimi naamini dini ni furaha, dini ni raha, dini ni suluhisho, dini ni tamu, dini ni nzuri. Mimi naamini hivyo. Hali hii nadharia ipo, kwa sababu hii nadharia ndiyo inaowafanya vijana wetu aidha waikubali hii dini kwa mikono yote au waikatae. Na kuikataa si lazima watangaze kwa hatutaki dini, vitendo tu. Na yule anayekubali naye yaogopewa, wakati wote anaweza kuiacha kwa sababu hajaikubali kuwa ni raha. Ameikubali tu lakini ajua yamtia dhiki. Sio kama unaelewa? Ameikubali lakini haifurahii. Na ikiwa haijafikia hapo, ina maana wewe bado anytime unaweza ukaiachilia hii dini. Sasa mimi narudi niwaambie kwamba vijana wetu, mojawapo ya changamoto wanazopambana nazo leo mpaka wakawa hivi walivyo ni hii dini yenyewe. Nadharia walionayo wao ni nadharia ya kuiona dini ni pingu, dini ni hukumu, dini ni makatazo tu, dini ni dhiki, dini ni adhabu, hivyo yani. Hata anaingia yuage jamaa, mimi ndo zangu jela. Haambii watu hivyo, lakini ndani ya roho yake anajua sasa mimi sina tena raha, ndo zangu jela mimi. Haswali akahisi ladha ya swala, hasomi Qur'ani akahisi utamu wa Qur'ani. Yupo tu. Swali liko hapa, hiyo nadharia imetoka wapi? Imetoka kwetu sisi. Nadharia chochote bwana utakirithi kwa wazee wako, kwa jamaa zako, kwa mashehe wako, kwa walimu wako. Hili ni muhimu lirekebishwe. Kweli tukubaliana kabisa kwamba katika maisha ya mwanadamu ni lazima kupatikane juhud na jihad kwenye lile analolitaka. Mtu asije akanambia kwani kuna dini ya kushikwa kwa raha tu hivi? Kwani hii biashara pia inaokupa mapesa wewe haina changamoto? Hii biashara, jamani, nani hataki pesa hapa? Anyoshe mkono. Nani hana hamu ya pesa? Lakini siwapanga mikakati yako wewe kwenye kufanya biashara. Lakini unapoifanya ile biashara, waifanya na roho ya taka, licha ya kwamba ndani pia kuna jihad, lakini kuna wakati hutolala. Kuna wakati utarisk utie milioni zako 2-3 na hujui kama zitarudi hazirudi. Kuna wakati utakosana na wale partner. Kuna wakati itakufanya labda ukose hata kukaa na familia yako nyumbani. Lakini ukimuuliza kwa nini, yuwapenda kwa khiari yake na yuwafanya na anajua hapa ninatamana nitafaulu na nitapata pesa. Kwa hivyo na dini ni same. Mimi sijasema kwamba ati dini ni raha tu, hapana. Ni jihad. Jamani, kupanda na kushuka rahisi ni ipi? Kupanda na kushuka rahisi ni ipi? Kushuka. So kama pepo yuko juu
na imani hupatikaniwa juu. Madamu ni kupanda, jihadi lazima iwepo. Kuporomoka utaporomoka tu. Wewe ukifanya dhambi uporomoka. Dhambi yoyote ukifanya uporomoka. Na katika madhambi yote kubwa zaidi ni nini? Kubwa zaidi ni nini? Shirki. Mwenyezi Mungu asema man yushrik billah fakaannama kharra minas sama, ni kama aliyeporomoka kutoka mbinguni. Khalas, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lakini ukitaka kupanda ni adhana ya simu au ni sawa. Lakini ukitaka kupanda lazima juhudi ipatikane. Lakini katika juhudi hii ya wewe kupanda, na kupanda manake kilele chake ni tauhid, umpokesha Allah, abd lillah azza wa jalla, na unafanya mazuri, unafanya khairi, unapaa. Lakini pia kuna usahali pale ndani, pale unapokuwa wewe wafanya hili jambo kwa kutaka na kuridhika. Jamani, kwenye hili la ilaha illa Allah, Bilal hakutiwa mboko. Bilal hakuchapwa. Tena wapi? Maka, kwenye jua kali, ardhi ya mawe. Lakini Bilal aulizwa, hebu tuambie ulikuwa ukihisi nini wewe? Uliwezaje kuvumilia mateso yote yale? Asema, kila nikikumbuka ladha ile imani kwa mimi nimemwamini Mungu na hii ni janna, asema sisikii sayo ile adhabu. Subhanallah. Hivi na wewe ukijitahidi kuyafanya yale mazuri, Mungu asema kwenye Qur'ani, wanuyassiruhu lilyusra. Fala asemaje muhafadh al-Qur'an? Fasanuyassiruhu lilusra. Waweza kumuona mtu mambo yake sahali tu, lakini sahali kwenye kuporomoka. Fasanuyassiruhu lilusra. Kumuona mtu yeye miji pesa ya haramu haraka kupata, kuzini kwake haramu, yeye mwenyewe ajitangaza, ajisifu, mimi ni hivi tu, mimi kila siku bikiri, mimi kila siku 65 na akajiusa. Lakini wawezaje wewe? Ndio ile Mungu asema fasanuyassiruhu lilusra, yani Mungu mfanya sahali kwenye machafu. Na wewe ukingangana kupanda juu na Mungu akakuona nia yako na ukajua kwamba huku ni kuzuri na huku ni kupaa na huku ni daraja na ugumu wake, na Mungu anakusaidia. Fasanuyassiruhu lilyusra, Mungu kufanya sahali nao ukayaona. Mwingine akasema wawezaje wewe kusimama usiku kila siku? Lakini kumbe Mungu amekutilia taufiki. Tumeelewana jamani? Lakini sote leo na vijana wetu kwa ujumla, hivi mnavyoona ni kwamba nadharia yao katika hii dini haijakuwa ni ile nadharia sawa, kutokana na walivyoipokea. Sisi wenyewe tumetishia vijana wetu dini. Tuona yake, mimi kuna jambo moja nitakwambia ndio mtanifahamu labda. Tukiona tapiga mfano wangu mimi mwenyewe. Siku moja nilikuwa nimefuata jamaa tabligh da'wa. Nilikuwa sijafika miaka 20 Robaro hapa. Nikapambana na mzee. Huyo mzee wakati huo alikuwa nafikiri kama si miaka 65 70. Mzee amejenga msikiti wake, mara nyingine hukimu swala yeye. Basi aliniona mimi nimevaa kanzu, nakumbuka hiyo siku nimevaa na kilemba kama vile watu wa tabligh wanavaa. Akaniambia, Yusuf, wajitesa mwanangu nafsi yako wewe. Bado mimi kama wewe niko kwenye meli, napiga suti na watoto wa kike natembea hivi anambia. Yaani yeye waona wewe upoteza hii taratibu, wewe utakuwa mzee kama mimi kisha utakaa msikitini, lakini jana mdogo bwana umeanza sio tablighi hizi. Mwanielewa? Lakini nyinyi jamani, hebu niambieni nyinyi, huu mzee alikuwa na nadharia gani yeye? Nadharia yake ilikuwa ukiona dini haifanani na watoto, kwenye dini mtaabu, dhiki huku tuacheni sisi ambao tushamaliza, tushakula raha zetu zote. Sasa miaka iliyobaki tusubiri kufa, ndio maana tumeingia misikitini huko sisi. Lakini nyinyi
Nafikiri mmenielewa sasa. Hii ndiyo na nadharia ambayo ipo na imekuwa ni moja katika changamoto ya vijana wetu kuichukia dini. Wanasubiri wawe wazee waingie msikitini, kwa sababu wanaona wakiingia kwenye dini na vijana, dini itawanyima mazuri yao mengi. Huu ni ulimwengu wa maudha. Maudha manake nini? Maudha manake ni nisemaje kwa Kiarabu maudha? Maudha ni ulimwengu wa fashion. Itavaliwa nguo hii, itatoka style nguo hii. Watoto wakitaka kuvaa wenyewe vizuri, tutawakataza. Niambieni mtoto aingie sasa msikitini hapa amevaa kepu tu ile chepeo ile. Aingie hapa na polo yake, t-shirt na kijinsi chake mwenyewe kizuri, mtamwangalia vipi nyinyi? Niambieni ule ukweli tu. Kama hatumwambii ni muovu tusema lakini haikupendeza. Watu wavaa makanzu bana, ingia na kofia. Hilo ndilo huwafanya vijana wetu waone dini mpingu, dini ntabu. Lakini nikiwauliza kisheria sasa, ana makosa gani amefanya? Ana dhambi gani? Kuvaa kofia chepeo dhambi yake ni nini? Mbona tusiwaingilie kwenye yale ambayo ni makubwa zaidi? Mbona tusiwaachie nafasi wakaipenda dini yao? Kama hakuna sababu ya kukatazwa jambo, tusiwakataze. Mmoja alimuona mwenzake yuala muhogo, washindana na mwenzake muhogo. Yule mwambia tusinunue muhogo, tununue chips. Yeye anambia tutanunua muhogo bwana. Nini? Inna nafsa la amaratun bisu. Ukifuatwa kwa unachotaka utapotea. Kwa hivyo nafsi ikikwambia hivi, iambie hivi. Madamu nafsi yataka chips na kuku, hatuli chips, nitakula muhogo. Na sisi hivyo ndio hufundisha vijana wetu, kwambia hii ndio dini. Ukiweza kuishinda nafsi, jamani, ishinde nafsi yako kwenye madhambi, sio kwenye kula biriani yake. Nafsi yako ikikwambia ikazini, ikanyage, si zini, nitaoa, sivyo? Lakini nafsi itakula biriani, huli biriani, ukitaka biriani leo, kesho utataka sui. Sasa nitakukaza kwa muhogo tu. Huchoka nafsi kisha. Na nafsi ikichoka, ikitaka kujifungua, haitakula biriani. Kitoweo itakuwa mpombe. Angalia, wallahi mimi nawaambia, nafsi ya mwanadamu ukifinyanga zaidi ya itakiwavyo, ikilepuka, na mimi nawapa hii challenge, fanyeni, yani mimi nawapa kama tajruba. Mwangalieni mtoto yoyote aliyeamua kutaka kushika dini lakini asipate mwelekeo ufaao, akaishika ile dini kulingana na nadharia alizopewa na watu. Hataki kuvaa kanzu, hataki kunyoa upara tu, viatu kirikiri, hataki kujipamba, ni msikitini hatoki. Mpeni muda mwaka miwili, wallahi yualepuka mawili. Atakuwa mwenda wazimu, ama atalepuka arudi kwenye uovu afanye ambayo alikuwa hayafanyi. Wallahi nawapa hivi. Kwa nini? Kwa sababu anakwenda kinyume na vile Mungu alivyoiumba nafsi. Ukiigandamiza huchoka, ikichoka yataka kutoa pumzi, itarudi kufanya mambo mabaya kabisa. Kinachotakiwa nini? Enda nao vile vile kwa utaratibu, saatan fasaatan, saatan katika faraidh, katika sunna, katika ibada, saatan fil mubahat. Ulimwengu wa leo umwambie mtoto haramu kucheza mpira, si watafuta vita. Yani wewe umwambie kijana wa leo, yani kushika dini kwake, ili uwe umeshika dini, achana na kuangalia hii mipira, usiangalie kabisa, haramu, wala kucheza wala kunini. Lazima wachezaji mpira ndugu zetu wa wao Palestina. Hebu naambia atashika dini vipi? Kwa kucheza mpira kuna haramu gani? Kama wampokonya mtoto nyonyo, yani kile anacho, tutafuta vita. Pengine hamtanielewa, lakini si lazima mnielewe leo. Mtanielewa tu siku nyingine, au wakati wenyewe utakuja kuwafahamisha na mtanifahamu nazungumza nini. Palipo ruhusiwa na Mungu
msichukue nafasi nyinyi ya kuwalazimisha vijana wetu. Vijana wakiona kuwa katika dini wana nafasi yao ya ule ujana wao, wala dini haijawakataza, watakuja kuishika dini kwa mapenzi yao, na utaona kumbe tulikuwa tukitishiwa bure, kumbe dini ni raha, dini ni nzuri, dini haijatunyima. Lakini tukiwaonyesha kwamba dini ni pingu, mpaka mwisho kuvaa kofia chepeo kutovaa, wataogopa. Na hii ndio changamoto ipo leo. Hii ndio changamoto ambayo ipo leo. Suluhisho. Muhadhara umekuwa mrefu. Suluhisho. Suluhisho, nitazungumza hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muone alivyotuchorea Mtume njia ya huyu mwanadamu kuishi na furaha katika hii dunia yake na akhira yake. Ndio ione hii dini yetu, madamu ni dini ya Mungu, haiwezi ije kuwa ni dhiki kwa wanadamu. Hili peke yake liweke akilini. Dini ni ya Mwenyezi Mungu, anayewajua waja wake. Ala ya'lam man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Hivi Mungu hatojua aliyowaumba? Mungu huyo aliyetuumba sisi ajua yeye ni dini gani, ni nidhamu ipi itakayoendana na sisi kama wanadamu. Na ndipo maana utaona huwezi kupata kwenye dini ya Mwenyezi Mungu ametulazimisha jambo ambalo sisi hatuwezi kulifanya, ama ametukataza jambo ambalo sisi hatuwezi kuliacha. Huwezi. Na mwanadamu yoyote atakayekuja na mfumo huo wa kukukataza wewe jambo ambalo nafsi yako haiwezi kukatazika, au kukuamrisha wewe jambo ambalo nafsi yako huwezi kulifanya, ujue huyo anayekuambia hivyo ametoka yeye katika ile manhaji ya Mungu. Mfuate Mungu, achana naye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, sikizeni vizuri, faaqim wajhaka lid-dini hanifa. Mimi najua wazee wa Lamu hapo zamani, wao ukianza aya wamaliziwa. Unajua sababu gani? Kwa sababu kulikuwa na zile hizbu nasikia zikisoma dhuhuri, fajr, watu wazee wote wanazunguka. Ama mimi ndo nimeambiwa habari ya urongo. Na zimeisha sasa, sio? Ama ziko bado? Ziko ha? Allah. Zile zikiwafanya watu wote, wewe ukianza haya watu wanamaliza. Faaqim wajhaka lid-dini hanifan, sikizeni, fitratallahi allati fatara an-nasa عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هاي maneno ya Mungu. Uelekeze uso wako kwa Uislamu. Aqim wajhaka lid-din, Islam hanifan, yenye mila ya Nabii Ibrahim, khalis, mbali na ushirikina, na ni ya tauhid khalis. فأقم وجهك للدين حنيفا. kisha Mungu asema fitratallahi allati fatara an-nasa, dini ambayo Mungu amewaumba wanadamu na maumbile hayo. Hajatuambia Mtume kila anayezaliwa kwenye mwanadamu huzaliwa katika fitra. Fitra ni ile ile, msisahau walipokusanywa roho zote kwenye mgongo wa Adam, Mungu akaziuliza, mimi si Mola wenu? Nafsi zilijibu nini? Bala, alastu bi rabbikum. Kwa hiyo fitra ya wanadamu sisi tumeumbwa sambamba na hiyo dini ambayo Mungu ametuletea. La tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul, hiyo ndio dini iliyonyoka, iliyo sawa. Mwisho Mungu asema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Sasa kila tunalolizungumza tukitoa mifano ndio watu huelewa. Haya, nisikizeni sasa. Mungu aliyeumba mwanadamu kufurahi ndiye Mungu aliyeumba mwanadamu kuhuzunika. Mungu aliyeumba mwanadamu akamfanya acheke
Ndiye Mungu anayefanya mwanadamu akamfanya alie. Sio? Kuna sababu ya mwanadamu kuhuzunika na kuna sababu ya mwanadamu kufurahika. Kuna sababu ya mwanadamu kulia na kuna sababu ya mwanadamu kucheka. Haya yote yatoka kwa Mungu. Sasa mimi niwaulize swali. La mtu kufiwa na wake, kimaumbile ya mwanadamu, hulia na huhuzunika ama hucheka akapiga na vigelegele? Hulia na huzunika. Yaweza kupatikana kinyume chake, yawezekana, nadir jiddan. Lakini ile waambiwa ni kilele cha huzuni humfanya mtu akacheka, kama vile kilele cha furaha humfanya mtu akalia. Lakini asli huzuni humliza mtu na furaha ikamchekesha mtu. Lakini waweza kumuona mtu katika huzuni amecheka, ni kilele cha huzuni. Mtu anapewa habari watoto wako 10 wameuawa, min ashabil janna inshallah. Fahamta kif? Kilele cha huzuni. Kama vile kilele cha furaha ukamwona mtu atokwa na machozi, lakini inabaki pale pale asili. Sasa mimi nifiwe nikilia, aje shekhe anaambia mimi, mbona walia wewe shekhe mzima, nataka uwe na subra. Mimi na yeye aliyekosa nani? Ni mimi niliyelia ama yeye ananikataza mimi? Dini yaweza kunikataza mimi kulia? Mungu aliyeniumba mimi kwa maumbile haya kwamba nimefiwa na wangu mimi, alilia mtume hakulia? Yuko mcha Mungu zaidi ya mtume? Sasa ufiwe wewe kisha udai ya kuwa alhamdulillah mola wangu sina haja kulia wala sitaki mtu alie, hii ni kadari ya Mwenyezi Mungu. Huyu mtu ana wazimu, huyu hayupo sawa. Japo kikwetu sisi tunavyoielewa dini, kikwetu sisi tutasema ana subra mashallah, ana imani huyu. Hali hana imani huyo, ona roho ngumu, hana imani. Wallahi mimi nawaambia, kama ana imani angelia. Mtume alilia sallallahu alayhi wasallam, alilia kufiliwa na mwanake, alilia kufiliwa na masahaba zake, alilia raqiq, moyo wake ulikuwa laini. Kina Abu Bakar mpaka mwisho wakawa hawawezi kuswalisha, roho zao laini, wanalia akisikiliza habari tu wanalia. Kulia ni katika neema ya Mungu kumpa mja wake aliye na moyo laini. Au furaha uje uniambie hakuna ruhusa furaha? Jamani, mwanangu yuoa, la mtu kumuozesha binti yake au kijana wake, jamani, hiyo furaha yatakutafutwa? Si iko atansiumbe hata ile kufanya hivi jamani. Mimi ni mtu wa dini, kwa mtu wa dini kula halua tu sisi, haiendi. Na tukisema hatueleweki. Sasa utataka kutuambia nini? Pigeni matari, si ni harusi, imbeni, ndio dini. Kama hutaki au usitaki, huwezi ukamkataza. Mungu subhanahu wa ta'ala hakutuumba hivyo. Hufiwi leo ikaja aya kukwambia usilie, hui na furaha leo ikaja aya kukwambia usifurahike. Dini inakwenda sambamba na sisi tulivyoumbwa, ndiye dini yetu ya Kiislamu hii. Tumeelewana jamani? Sasa kama tutazungumzia suluhisho, ni mpaka turekebishe ufahamu. Sasa suluhisho ndani ya hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tutazungumza suluhisho, japo hii hadithi itahitaji sharh ndio muweze kuelewa vizuri. Hadithi imepokelewa na Imam at-Tirmidhi. Masahaba wawili wamepokelea hadithi, Abu Dharr al-Ghifari na Muadh ibn Jabal, na wote ni vijana. Nafasi ingekuwepo ningewaeleza hawa vijana kwanza, mkasikia utamu wa vijana walioinukia kwenye dini, walivyokuwa na furaha katika hii dini, lakini muda haupo nasi. Hadithi anasemaje mtume sallallahu alaihi wasallam? ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata hasanatu tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hii ni dini yote. Hivi nikiwaacha niseme nendeni mkaifanyia uchunguzi hadithi, mfanye bahath, ingekuwa muhadhara tushamaliza, kila mmoja atoka na hamu kwenda kufanya bahath. Huyu shekhe leo ametuambia tukaisomea hadithi, yatosha. Hadithi adhim, hadithi inaokupa wewe vipi utabalance maisha yako.
Vipi utakuwa mja mwema? Vipi utaishi na furaha katika maisha? Hadithi hii ina vipande vitatu. Kipande cha kwanza, ittaqillaha haithu ma kunt, muogope Mwenyezi Mungu popote pale ulipo. Kipande cha pili, atbi'i sayyi'ata alhasanatu, unapofanya jambo baya fuatisha zuri, tamhuha, litafuta lile baya. Kipande cha mwisho, khaliqin nasa bikhuluqin, tangamana na watu kwa tabia njema. Haya, twende kwenye kipande cha kwanza au sehemu ya kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia wewe, aniambia mimi, amwambia kila muumini, ittaqillaha haithu ma kunt. Tuanze na neno ittaqillah. Neno hili leo ma'al asaf shadid, ukimwambia mwenzako ittaqillah, kwani nimefanya nini mimi? Yani kama umemshambulia. Na Mwenyezi Mungu amwambia mtume, ya ayuhan nabii, ewe mtume, ittaqillah, muogope Mungu. Ni neno ambalo mtu akikwambia wataka wewe umshukuru kwa kukukumbusha, wala hili situsi. Wala anayeambiwa mcha Mungu haimaanishi kwamba ni mtu ana madhambi. Na ikiwa ni mwenye madhambi, mtume ana madhambi? Mbona wewe uudhike ukiambiwa ittaqillah? Kwani umeniona na nini? Sijakuwa na lolote. Kwani hii takwa ni wanaotenda madhambi tu? Ni hamuoni Mungu usema enyi mlioamini, enyi mlioamini muogopeni Mwenyezi Mungu? Ama huwa ni enyi mliokufuru muogopeni Mungu? Ziko zote. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Almuhim, nini maana ya taqwa Allah? Hii peke yake tukiitazama kwa mtazamo ufaao utakupa furaha ndani ya moyo wako, kumwogopa Mungu. Nisikizeni vizuri hapa, kama haunielewi utanifahamu vibaya, lakini nisikizeni vizuri. Na tayari kuna watu hawakunielewa wakaja na hao mambo yao, sitaki kutaja nini. Shambuliwa, umebadilisha maana. Sikubadilisha maana, naeleza vitu hata wewe mwenyewe ufahamu. Hii ni lugha ya Kiarabu, ittaqillah au ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Sasa ittaqillah ukitafsiri kwa haraka Kiswahili utasema nini? Mche Mwenyezi Mungu, sio? Sasa twendeni kwenye lugha ya Kiarabu. Ni kweli ndio maana ya lugha ittaqillah, manake ni muogope Mungu. Ittaqillah, kwa nini ikatafsiriwa ni muogopeni Mungu kwa Kiswahili? Jawabu ya kwanza ni lugha ya Kiswahili ni maskini, lugha ya Kiarabu ni tajiri. Ukitaka kutafsiri lugha tajiri kwa lugha kimaskini, lazima kuna baadhi ya maneno utayakosa. Jana nimesikia mmoja akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam ameidhalilisha pua yake na mchanga, atakayepata wazazi wake wawili kisha wasimuingize peponi. Unajua kwa nini amesema ameidhalilisha pua yake na mchanga? Atakutafsiri neno la Kiarabu lasema raghima anfu mri'in, anfu ni pua. Sasa ameidhalilisha pua yake na mchanga, Kiswahili itakuwa na maana gani? Niambieni, hatujaelewa kitu, sio? Ameidhalilisha pua yake na mchanga, maneno gani? Sababu maneno ya Kiarabu saa nyingine hayatafsiriki Kiswahili. Waarabu wazungumza maneno ikawa tutatafsiri kwa maana yake ameangamia. Raghima anfuhu, ameangamia, amekhasirika. Lakini Mwarabu raghima anfuhu ashafahamu makusudio nini. Ukitaka kutafsiri neno kwa neno saa nyingine hata uweze kuwafanya watu wakacheka, sababu huwezi kupata tafsiri halisi ya lile neno Kiswahili. Tumeelewana? Ittaqillaha maana yake Kiarabu kitafsiri kikweli, ittaqi maana yake jiwekee kinga, eka kinga baina yako na adhabu ya Mungu. Kwa urefu sasa,
eka kinga baina yako na adhabu kwa kutenda mazuri na kuacha mabaya. Unapoamrishwa na mwenye kukuamrisha fanya hili usifanya hili, ukafanya, yamaanisha nini? Yamaanisha mapenzi ama yamaanisha hofu? Yamaanisha nini, mapenzi au hofu? Na kuna makosa kukitangamana mapenzi na hofu. Walillahi almathalu al'a. Tupige mfano mzuri. Huyu mbabangu, kumpenda baba yangu mimi ni maumbile si maumbile? Baba kumpenda mwanawe ni maumbile si maumbile? Umeelewana? Allah yatupenda sisi waja wake ama hatupendi? Huwa alwadud, sah? Sisi twafaa kumpenda Mungu au hatufai kumpenda Mungu? Narudi hapa kwa baba yangu. Baba yangu huyu ninayempenda, sifai kumwogopa? Nauliza, sifai kumwogopa? Ikiwa najua baba yuanipenda na mimi nampenda, nikifanya jambo la kumuudhi, nafsi yangu itafanya nini? Hofu. Hofu ya nini? Yasije mapenzi yakakatika. Tumeelewana jamani? Sasa hofu hii kwa baba yangu ni hofu ya kuwa naye ama ni hofu ya kumkimbia? Manake ukimwogopa mtu utakuwa naye au utamkimbia? Kama mtu wamwogopa, utakuwa naye karibu au utamkimbia? Utamkimbia. Kwa nini? Wamwogopa, sio? Atakudhuru. Na huyu Mungu hukimbiwa ama hukimbiliwa? Fafirru min Allah ama ila Allah. Kwani una mahali wewe utamkimbia Mungu? Kwa hivyo hofu ya Mungu hapa inaanza na kumpenda. Ukimpenda Mungu automatically utamwogopa. Kumwogopi yeye kama Mungu, sababu Mungu majina yake yote si ya kuogopesha, yote ni ya kupendeza. Walillahi alasmaul. Nani alisoma madarasa mwalimu wake akamfundisha mpaka akajihisi kweli na mapenzi ya Mungu? Semeni ukweli. Kwenye madarasa zetu tumefundishwa sisi kumpenda Mungu? Semeni ukweli jamaa. Kutoka wadogo sisi Mungu tutatishiwa tu, utachomwa, utachomwa hiyo. Yani huyu Mungu nkuchoma tu. Majina 99 na yote ni mazuri. Walillahi alasmaul husna. Rauf, Rahim, Ghafur, Latif, Wahhab, Mannan, yote majina mazuri. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lakini mtoto hataki kukosea, Mungu atakuchoma, atakuchoma. Saraha, kama tunataka suluhisho, tuwashikanishe vijana wetu kwanza na mapenzi ya Mungu. Mungu hupendwa. Mungu ana kila la kutufanya sisi tumpende. Na ukiwa na mapenzi na Mungu, huna haja kupitia kwa mwanadamu yoyote, utazungumza naye moja kwa moja. Mapenzi ya Mungu ni ya kipekee. Ukimpenda Mungu utaogopa kuasi, utaogopa kufanya madhambi, utaogopa ili mapenzi asije kakatika. Mungu hupenda. Wallahi kwenye Qur'ani hakuna aya Mungu asema inna Allah yakrahu, hakuna. Inna Allah yuhibbu man? Yuhibbu almuttaqin, salihin, muhsinin, almutatahhirin, bal tawwabin. Hata wale wanaotubia. Jana mtu amelala na mwanamke mzinifu, sio? Sema tubia salatul fajr, yuko kwenye listi ya wanaopendwa na Allah. Umeona aya Mungu achukia? Mungu huchukia matendo, lakini hakuna aya Mungu hawachukia. Inna Allah yakrah. Allah wadud. Mungu ajipendekeza kwetu. Sisi tumeambiwa nini? Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sisi kujipendekeza kwa Mungu hilo moja kwa moja la kubali. Maana sisi tuna haja na kuuliza wewe, huyu Mungu kujipendekeza kwetu, Mungu ana haja gani na sisi? Mwajua hikma yake ni nini? Ni kutuambia sisi tujipendekeze kwake. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum. Mungu kwa nini awaadhibu? Mungu awaadhibie kitu gani kama nyinyi mna imani na ni watu wenye kumshukuru Mungu? Mungu si mtu wa kuadhibu. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa, hakusema wa anni ana al-mu'adhibu.
mimi ni mwingi, wapeni habari, waambie waja wangu mimi ni mwingi wa kusamehe, ana maghfurur rahim, wa anna adhabi, adhabu yangu nayo ni kali. Tofauti kipande cha mwanzo na kipande cha pili, bal hata kwenye mawaqif mazito Mwenyezi Mungu atakapokusanya watu siku ya kiyama, Allah ametumia neno Ar-Rahman. Subhanallah. Hii yote ni kwamba sisi tunataka tuwe na alaka ya mapenzi na Mungu wetu. Namna utakavyokuwa wewe ni mwanadamu na una madhambi na una mapungufu, uamini kwamba nina Mungu mwingi wa kusamehe, mwingi wa rahma. Wengine tukisema hivyo sema, sasa wewe wapa watu moyo kwenda kufanya madhambi. Kwani sisi lini kwenye Qur'an tuliambiwa kwamba tukifanya mazuri tutabadilika kwa malaika? Kuna mwanadamu gani hafanyi dhambi? Kuna mahali gani imeandikwa kwa mwanadamu itafika mahali atatoka kwenye binadamu atakuwa malaika? Qur'ani yote tueleza kuhusu wacha Mungu, moja katika sifa zao ni watenda madhambi. Walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Na kuna maana gani ya kuwekwa kuombwa Mungu msamaha, na Mungu ni mwingi wa kusamehe kama hatufanyi madhambi? Kusema kwangu huku ni kuwapa moyo watu kuwa watubie kwa Mungu, ama ni kuwapa watu moyo wakafanya madhambi? Mbona kuna baadhi ya watu hawana hikma ya kuhukumu mambo? Lile ambalo hatulitaki sisi, na hatutaki kuwapa vijana wetu moyo. Sisi tunataka kuonyesha vijana wetu kwamba nyinyi mmekwisha, nyinyi mshangamia, nyinyi ni wa motoni. Hatutaki kuwapa hope. Lakini Qur'ani yetu, mafundisho ya dini yetu inatupa wanadamu sisi sote hope. Sikizeni niwaambie mambo matatu au mawili. Jambo la kwanza muhimu sana tuelewe. Mungu hajamfungia mja wake yoyote mlango wa toba. Muelewe hilo. Kama wewe unazo kufuli zako za kufungia watu milango, wafungie. Lakini kama ni Mungu, hajamfungia mja wake yoyote, hata mushrik kabla hajafa akiomba msamaha Mungu atamsamehe. Umeona yule aitwa John kafiri, baina yake na janna ni shahada tu. Ama hilo hamlifahamu Waislamu? Yule John yule na Paulo aliyoko nje kule mnayemuona hulewa mpaka akianguka, baina yake yeye na kuingia peponi ni shahada. Mwalipinga hilo? Yule akipiga shahada lillahi ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kuwa kazama akafa peponi, hayamtoe wewe. Hakuna mwenye pepo, wala sisi hatufai kuishi kukatia watu tamaa. Jambo lingine, sisi sote wanadamu, madamu huja kufa, hujajijua wendapi. Elewa hilo. Watu wakusifu wewe ni mwema, wewe ni mtu wake. Madamu uko duniani, hujafika mwisho wako, hujijui wewe ni nani. Kwani mtume hakutueleza mmoja wenu aweza kutenda matendo ya watu wa peponi mpaka ikawa yeye na pepo ni dhiraa, kitabu kikamtangulia, ni qadar hii. Maswali yake ni marefu, akafa na akaenda motoni. Na mmoja wenu akafanya matendo ya watu wa peponi, wa motoni, ikawa yeye na moto ni dhiraa, imbaki dhiraa. Dhiraa maana yake ni kutoka hapa paka hapa. Faisbiqu alkitab, huyo enda zake Firdaus. Lipi linalonifanya mimi na wewe kuwakatia waja wa Mungu tamaa? Mbona ujiamini wewe? Ulikuwaje ukapata nguvu za kujiamini na hujafa? Ittaqillaha, muogopeni Mungu. Tengenezeni alaka yenu na Allah kwa kutenda mazuri na kuacha mabaya, tena kwa mapenzi. Mapenzi yaweke mbele. Mimi nitawapa siri moja, hakuna raha kama kuzungumza na Mungu. Wallahi. Ninyi mnajua kwa sababu gani hizi swala zetu hazina khushu'? Kwa sababu tunaposwali sisi, hata ile suratul Fatiha yenyewe sisi huisoma kumaliza. Kuswali wenyewe wasema twaswali kutekeleza wajibu, maliza twende. Lakini maswahaba
na Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni tofauti. Akimwambia Bilal, arihna biha, kama kwa lugha ya leo, tupe raha, ndo maana yake arihna biha, tupe raha Bilal. Mwenye kusema hayo ajua kwamba akiingia ndani ya swala mambo yote ya kidunia khalas, yuko na Mungu, asikia ladha ya pale anaponong'ona na Mungu wake, wakijibizana alhamdulillahi rabbil alamin, na Mungu anasema hamidani abdi, amenisifu mja wangu. Kwa wafahamu ile maana ladha, wahisi ladha, yale ni mapenzi haya. Tutaadhini kisha tuendelee na muhadhara wetu inshallah, hautakuwa mrefu zaidi hapo. Mkiwa mmesema mmechoka, tutaukatiza swali. Allahu akbar, Allah.